Jina lako huamua hatima ya maisha yako. Lakini pia jina lako ni roho. Bwana asifiwe. Kama ni roho, ni lango la kiroho. Haleluya. Ikiwa jina lako ni lango la kiroho, kwenye ulimwengu wa kiroho tayari ziko madhabahu zinaonekana za mababu zetu ambazo zimejengwa kwenye ukoo na zikapewa majina ya wana wa ukoo fulani. Jina lako ni lango la kiroho. Ni rahisi adui akipata jina lako kufanya chochote anachotaka kufanya katika ulimwengu wa roho. Na kwa kuwa kwenye madhabahu za ukoo majina ya ukoo yapo kule, haijalishi ule babu wa kale hayupo, kile kizazi kinavyoendelea majina yanakwekwa kwenye madhabahu. Jina lako je, liliunganishwa na nini kwenye madhabahu zao? Je, jina lako limebeba roho gani? Kalichunguza hilo jina. Limebeba roho gani? Limebeba nguvu gani? Ukitambua, shughulikia jina, utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Jina lako ni utambulisho mbinguni na hata duniani. Haleluya. Kama jina lako ni utambulisho hata kwenye ukoo ulikotokea, linakutambulisha kwenye madhabahu za ukoo. Inategemea ule ukoo wanamwabudu Mungu yupi. Kama wanaabudu miungu, wewe umeunganishwa jina lako kwenye madhabahu za miungu. Hakuna kipindi ulipata mafunuo ya kushughulikia jina lako, kulitoa kwenye hizo madhabahu za miungu, kulipeleka jina lako likawekwa wakfu kwenye madhabahu za Mungu aliye hai. Wangapi wameweka watoto wao wakfu kwenye madhabahu za Mungu aliye hai? Mungu akubariki sana. Utapoweka mtoto wakfu, lazima utaulizwa na mchungaji, anaitwa nani? Mchungaji akipokea, anapomweka mtoto wakfu, na jina linawekwa wakfu. Ndivyo ilivyo pia kwenye madhabahu zao huko. Waliokuwa wakiabudu miungu mingine watapeleka majina kutoka kwenye ukoo, watakuweka wakfu kule na wataweka jina lako wakfu kule. Haleluya. Likishawekwa wakfu jina lako, nafsi yako tayari imeshawekwa wakfu, imefungamanishwa na kila roho inayotembea kwenye ile madhabahu. Kupitia jina mizimu inapata uhalali kulingana na uovu au maovu yaliyotendwa wakati ule na yanayoendelea kutendwa hata leo. Sasa Mungu ameona kazi ya mikono yake isije ikapotea. Gusa jirani yako, mwambie wewe ni kazi ya mikono yake. Mwambie wewe ni kazi ya mikono ya Mungu aliye hai, na hataki kuona ukipotea. Ndio maana alimtuma mwanae wa pekee ateswe, afe, azikwe, baadaye afufuliwe, ili na wewe baadaye ufufuliwe kupitia huyo Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jina la Yesu lilivyo kuu, jina la Yesu lilivyo na nguvu. Ukilitaja popote mashetani yanatetemeka. Pale unapolitaja, ikiwa na wewe jina lako limewekwa wakfu kwenye madhabahu za Mungu aliye hai, umeunganishwa jina lako na jina la huyo aliyetumwa kukuokoa nafsi yako. Haleluya. Hivi unanielewa vizuri? Utakapoitwa kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, ukawekwa wakfu kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, jina lako na nafsi yako imewekwa wakfu kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli. Kama uliwekwa wakfu kule, utashangaa mabadiliko ghafla baada ya kuwekwa wakfu kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli. Kama tunavyokuweka hapa, ndivyo anakuweka kule. Lakini Yesu ametumwa ili leo akutoe kwenye zile madhabahu, ikiwa utaamini na kuokoka na kufuata sheria zake. Jina la Yesu imeandikwa ndilo jina pekee liwezalo kutuokoa. Ukija kwenye madhabahu ya Mungu, kama unatoka kule speed ukaunganishwa hapa, umeunganishwa ndani ya jina la Yesu. Kwa kuwa jina la Yesu limewekwa wakfu na Mungu mwenyewe, utakapounganishwa na jina lake, wewe saa hiyo ukitamka lolote kupitia hilo jina, kuzimu inatetemeka, mizimu itatetemeka, walinzi waliokushikilia itatetemeka, wataachia kila kitu chako kwa jina la Yesu. Na natamka kuanzia leo, kwa mamlaka niliyopewa, popote waliposhikilia jina lako, na aliachilia jina la Yesu liende likaunganishwa na hilo jina. Utoke huko kwa spidi ya ajabu, kwa sababu jina la Yesu lina nguvu ya kukuchomoa kwa damu ya mwana kondoo. Sema, naficha jina langu kuanzia leo
Naficha jina langu kuanzia leo katikati ya jina la Yesu. Katikati ya jina la Yesu. Haleluya. Baada ya kupewa mafunuo hayo na Mungu wetu ili tutoke, Mungu anasema katika taifa hili ambalo amelichagua, ameliteua, sisi tusitende kama yale. Sisi tusitende yale maovu kama walivyotenda. Tuachane na yale, tusijenge madhabahu kama walizozijenga. Bali sisi tumjengee Mungu madhabahu yetu iwe ni ya Mungu wa kweli. Lakini ukirudi kule unabomosha zile madhabahu zao, unaziteketeza, unaziangamiza kabisa, ili jina lako likae safi mbele za Bwana. Ulimwengu wa roho ndio remote ya maisha yako. Nilikuambia hata Jumapili, ukao na majina yako yote, na wanatumia ulimwengu wa roho kuchungulia maisha yako. Ni namna gani unaenda? Ni wapi unaenda kufanikiwa? Ni wapi unaenda kubarikiwa? Ni wapi unaenda kuinuliwa? Kazi yao ni kukuwekea walinzi usitoke kwenda kufanikiwa. Wangapi tembelea walofungwa? Okay. Wao wakitoka nje na hapo walipofungwa wanakuwa wanatembea tu, wako huru? Wanakuwaje? Wanakuwa kwenye nini? Kwenye ulinzi mkali, lakini pia wamefungwa. Haleluya. Juzi nikaenda pale hospitali, siache kusema kila siku. Nikakuta wameletwa hospitalini ni wagonjwa kweli, wamevalishwa zile uniform, lakini wamefungwa pingu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usikie hasira ya Roho Mtakatifu hata saa unaomba, uombe kwa kumaanisha. Assume ni wewe, assume ni ndugu yako, assume ni mtoto wako. Wamefungwa mikono wawili. Kuna askari mbele, kuna askari hapo, ni wanaenda uwani. Wanaenda wapi? Kwa sababu kuzimu namna hiyo ndio wamekamata nafsi yako. Wewe unajiona unatembea huko sawa, au ile ndugu yako mlevi, au ile ndugu yako jambazi, unamwona anatembea yuko sawa. Kule kuzimu ndivyo walivyofungwa nafsi yake na mwenzake. Na kule ndivyo wanavyolindwa asije akachomoka. Ndivyo nafsi yako inavyolindwa usije ukatoka kwenye madhabahu zao. Zile zinaitwa madhabahu za magereza. Na ndio maana Mungu akasema ametutia mafuta tukawafungue wale wafungwa kwenye gereza la kila namna. Kama nimeitwa kuwa nabii wa Bwana, hata wewe ulipo ni nabii. Hata wewe ulipo ni nabii wa maisha yako. Ni nabii wa familia ya kwenu. Ni nabii wa ukoo wa kwenu. Leo Baba anataka kutume ukaondoe wale maskari wanaolinda pale mbele, wanaolinda pale nyuma, ukamate upanga, ukata hiyo pingu, watoke wakimbie, wawe huru kwa jina la Yesu. Sikiliza, ndivyo wanavyolindwa mpaka chooni. Kilichoniuma, watu ni wagonjwa, huruma hakuna. Najifunza kitu pale, kama hivi tunavyoona damu na nyama, huruma hakuna. Je, kule kuzimu je? Naomba ujifunze kitu. Nisikilize na uelewe. Alafu usikie maumivu, usikie uchungu. Sasa ukipiga hata kama sio wewe basi upo, piga atoke aliyoko huko. Hivyo kule kuzimu. Kama nafsi yako imekamatwa kwenye hizo madhabahu, imefungwa, umewekewa na walinzi hivyo, umewekewa wasimamizi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayemwangalia mtoto wa mtu analeo unamcheka, mume wa mtu, mke wa mtu, unaongea vibaya. Laiti ungejua ni nafsi imekamatwa, imefungiwa hilo eneo la ulevi tu. Kwamba wewe kwenye pipa la ulevi, pale wanapotengeneza pombe, au kwenye baa, kwenye grocery, ndipo nafsi ilipo. Kwa ukitaka kutoka, uondoke kwenye ile eneo la ulevi, kuna maskari umewekewa, kuna walinzi wamewekwa pale. Ili waweze kutoka mwana wa Mungu, ikiwa ni mume, ni ndugu yako, lazima usimame sawa sawa na neno la Bwana, ukamate upanga, uwaondoe hao walinzi mbele na nyuma, ili ndugu yako huyo atoke. Kwenye ulimwengu wa roho, kikamata nafsi yako wakakufunga, kama wale wafungwa walivyovalishwa mavazi mengine, sio yale waliokuwa nayo, ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa roho. Ikiwa ni uchawi, wamekufunga eneo la uchawi, kwamba utatumikia kwenye hiyo madhabahu ya kichawi, wanakuvalisha mavazi yao ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Acha kujiangalia uliyevaa nguo nyeusi na nyekundu, wewe sio wa huko.
Wewe uko kwenye madhabahu ya Mungu, uko upande wa Bwana.